Muungwana, moja ya kitu ambacho mwanadamu anapaswa akitunze au akilinde sana ni pamoja na hatima yake. Kumbuka kwamba hakuna aliyeletwa duniani kuteseka ama kuwajibika tu chini ya wengine na asipate kile kikubwa ambacho kimewekwa ndani yake kabla ya yeye kuja katika umbo la mwili kama tulivyo sote. Sasa wengi tumebaki wadumavu au tumebaki chini au tumekuwa hatupati matokeo makubwa kama ambavyo tunawekeza nguvu kwenye tunavyovifanya, kwa sababu tunakuwa hatujui kwamba kuna uharibifu ama sisi tumeuchangia au mazingira yamechangia kuwa vile ambavyo tulivyo. Mwisho wa siku hatupati matokeo makubwa kimwili. Langu jina ni Mwalimu Victor Ramadhani Kalinga, napatikana kwa nambari za simu 0620443048. Moja kwa moja tuende kwenye eneo la kwanza ambalo linavuruga hatma za wengi. Eneo hili ni mazoea ya mtu ya kila siku. Kwenye mazoea ya mtu ya kila siku kuna kitu kinaitwa utendaji au uwajibikaji wake kwenye mambo ambayo anataka yamletee mafanikio. Mazoea haya ya kila siku huwa yanaathiri sana utendaji wa mtu, kwa sababu unakuta mtu hazingatii kanuni mahususi kumuhusu, kwamba utendaji wake unapaswa kuwa kuanzia saa ngapi mpaka saa ngapi, anapaswa awajibikie nini, sehemu gani na kwa nini, anapaswa aenende kwa nidhamu gani, anapaswa awe na ratiba ya aina gani, anapaswa aheshimu kipato chake kwa kiwango gani. Kwa mazoea yetu ya kila siku ni kwa kiasi kikubwa sana yanaathiri hatima zetu kubwa ambazo zimo ndani yetu. Sawa, mwanadamu anapaswa kuenenda kwa kanuni za kuumbwa kwake ili aweze kuifikia hatima yake. Ikumbuke kwamba iwe katika giza ama katika nuru, pasina kuenenda kwa nidhamu, daima huwa hakuna matokeo. Hata kama tutasema Mungu ni mwenye kurehemu, Mungu ni wa huruma, Mungu ni baba wa wote, kusipokuwako na nidhamu, Mungu huwa hafungui milango. Na ndio maana ukisoma katika Biblia ipo wazi, imeandikwa, imebainishwa kwamba kanuni ya kuyaendea mafanikio ni mtu anapaswa kuomba, si ndio? Ili apewe, kwamba ombeni nanyi mtapewa, sawa sawa. Lakini mtu anapaswa pia kutafuta, akitafuta atapata au ataona. Na eneo la tatu, anapaswa kubisha ili afunguliwe. Kwa haya maeneo matatu yanaonesha ni kwa namna gani tunapata kile tunachotakiwa kukipata, kwa kuzingatia kanuni kwamba lazima uombe, kwa sababu hata kama ni chako ni lazima uzingatie yule aliyekiwezesha kuwa chako. Sawa sawa. Eneo la pili ni lazima utafute, hata kama una uhakika kipo sehemu fulani, kuna mchakato wa kupitia ili kuweza kukifikia. Na eneo la tatu ni lazima ubishe malango, kwa maana kwamba utatafuta, utapambana, utaona, na ukifikia pale ambapo hicho kitu kipo, ni lazima ubishe malango ili milango ifunguke na wewe uweze kufikia kule ambapo unahitaji kufika. Kwa muungwana, kama kuna vitu unaona haviko sawa kwenye maisha yako kila siku, anza kuangalia mazoea yako ya utendaji wa kila siku yapoje. Kama ni kulala sana, basi punguza. Kama ni aina ya kazi ambayo unaifanya na haikupi matokeo, basi badilisha. Sawa sawa. Kama ni mazingira yanakuzuia kufanya baadhi ya vitu, basi hama. Wewe haujaumbwa jiwe, umeumbwa mwanadamu ambaye upo huru kwenda pahala popote pale ambapo unataka kwenda, ili mradi tu ufuate taratibu ambazo zimewekwa na dunia. Eneo la pili ambalo linakwamisha na kuharibu hatma za wengi ni eneo la aina ya watu ambao mtu anachangamana nao kila siku. Hapa wengi pameturudisha nyuma, kwa sababu kuna watu tulipaswa tuwaepuke, sisi tukawaamini, ama kuna watu hatupaswi hata kuwapa mikono, lakini ndio ambao tunawakumbatia kila siku. Hapa pamewaangusha watu wengi sana, kwa sababu badala ya kutumia macho ya kiroho walitumia jicho la hisia la moyo. Mwisho wa siku wakajikuta wanaathiriwa pakubwa kuliko kufanikiwa pakubwa. Kwa ni muhimu sana kuzingatia aina ya watu ambao unachangamana nao kila siku. Ikiwa roho itasita, itakataa, ama kwa kukuletea maono katika ndoto au kwa kukuletea tu machale, basi usilazimishe vitu, hata kama moyo wako unakushuhudia kwamba hapo unapaswa kupenda, hapo unapaswa kuwa hivi, hapo unapaswa kuwa vile. Ni muhimu sana kujifunza kusema hapana, kujifunza kusema sitaki, kujifunza kusema hiki na kile sitakifanya, iwe kuna kuwasilisha sababu au hakuna kuwasilisha sababu. Kwa ni heri lawama kuliko fedhea.
Sawa sawa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuangalia watu ambao unachangamana nao kila siku, na ikiwa ni wengi kuliko uwezo wako au ni wengi ambao wanakuwa athiri, ni bora kuachana nao, kuwapunguza na kuenenda sawia au kuenenda sambamba na wale ambao wanachagiza ukuaji wako kwenye maisha. Nenda na watu chanya, achana na watu hasi. Watu hasi wamejaa mikosi, watu hasi wamejaa dhiki, watu hasi wamejaa mizigo. Sawa sawa. Huwezi kuwa miongoni mwa walevi 4 na wewe ukabaki salama daima. Huwezi kuwa miongoni mwa maskini 9 hata kama na wewe ni maskini, alafu ukategemea kwamba kuna siku utakuwa tajiri. Ni lazima utoke hapo ulipotoka, haijalishi una mzigo wa dhiki kiasi gani. Nenda kachangamane na wale ambao unataka kuwa kama wao. Hata kama haitakuwa kuchangamana kimwili, basi nenda ukachangamane nao kiakili. Sawa sawa. Kwa maana kujifunza kupitia wao vitu wanavyofanya na vitu vingine vingi ambavyo utajifunza kupitia wao, kwa sababu tupo katika nyakati au zama za utandawazi ambapo unaweza kuwa rafiki wa mtu hata bila ya kuwa karibu naye. Eneo la 3 ambalo lina athiri hatma za wengi ni eneo ambalo linahusiana na udumavu wa kiroho. Kila siku ninasisitiza kwamba majibu ya kila tunachokitaka kwenye maisha yapo rohoni kwa zaidi ya asilimia hata 98 mpaka 99. Lakini wengi sisi ni wadumavu katika eneo hilo kwa sababu ya kuwa vibaya katika eneo la kwanza. Kumbuka eneo la kwanza nimesema tuna utendaji wa kimazoea. Lile eneo pia huwa kuna kipengele cha watu kufanya ibada. Ibada zetu pia ni za kimazoea, na ndio maana unakuta eneo la kiroho kuna udumavu mkubwa. Vivyo hivyo pia katika eneo la pili, watu ambao tunachangamana nao unakuta hawachangii sisi kukua kiroho isipokuwa kudumaa. Kwa nini? Kwa sababu tunakuwa na watu hasi wenye kuivuta nguvu chanya ndani yetu, kitu ambacho kinatuathiri moja kwa moja na kutufanya tubaki vile vile kila siku. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua namna ya kuactivate sawa, namna ya kujiboost, namna ya kuwa sawa katika eneo lako la kiroho, kwa sababu huko ndipo yalipo majibu, na majibu huja kwa namna yoyote ile. Kwa maana majibu yanaweza kaja kupitia mtu, majibu yanaweza kaja kupitia ndoto, majibu yanaweza kaja kupitia maono, majibu yanaweza kaja kupitia machale, majibu yanaweza kaja kupitia vitu, majibu yanaweza kaja kupitia mazingira, majibu yanaweza kaja kwa namna yoyote ile. Lakini hivyo vyote haviwezekani ikiwa rohoni hapana activation ya kutosha, hapana energy ya kutosha. Sawa, hapana msaada mkubwa wa kiroho. Na eneo hili panapaswa kukutegemea wewe kwa asilimia kubwa na sio kumtegemea mtu mwingine. Wapo watu wenye kuamini kwamba eneo la kiroho limegawanywa katika matabaka ya kidini, wengi hukwama. Lakini pia wapo watu ambao wanaamini kwamba wanapaswa kushikwa mkono kama watoto kwa wale wawaitao wazazi wa kiroho ili waweze kuongoza. Ikiwa mtu rohoni mwake ni mdogo, vivyo hivyo pia wewe atakuongoza kidogo. Kilicho sahihi na kilicho bora na thabiti ambacho kinaweza kikakufungulia kwa ukubwa ulimwengu wako kiroho ni aina ya maarifa ambayo unaingiza katika akili yako, namna ambavyo unatamani, namna ambavyo unaiona dunia, namna ambavyo unautafakari ulimwengu, namna ambavyo unamtafsiri na kumuona Muumba ndani yako, namna unavyoielewa asili na vitu vingine vingi vinavyofanania na hivyo. Asante sana na uwe na wasaa mwema. Pesa Tips na Mwalimu Ramadhani.